Episodi ya 7 ya The Manipulated inaanza. Taejong anatoka kwa pikipiki kutoka lile eneo ambako Yohani waliofungia. Anaosha zake mpaka ufukweni, anaiba nguo kutoka katika nyumba ambayo iko karibu na kukimbia kuelekea mji. Hata hivyo ameumia sana na karibu azimie pale ambako anaelekea katika karakana ya ukarabati ya Yongshik. Kule uwanja wa ofisi, Yohani kuficha ficha anamwambia Warden awaambie wakubwa wake kwamba wafungwa wengine walikufa kutokana na uvujaji wa gesi katika eneo hilo. Taejong naye kumbe alifanikiwa kufika kwa Yongshik. Anapoamka, Yongshik anaahidi kumsaidia kwa chochote kile ambacho anakihitaji. Hata anampatia simu ambayo kwamba hiyo ataitumia pale ambako atakuwa anahitaji kuwasiliana na mtu yoyote. Hatua ya kwanza ya Taejong ilikuwa kumfuata wakili yule anaitwa Kim Sangrak na kumpiga kisawa sawa kwa ujinga ambao ameufanya. Sangrak alipopigwa akakiri kwamba huwa wanafanya mtindo wa kumchagua mbuzi wa kafara na kumchoma kwa ajili ya uhalifu wa mtu mwingine. Na watu wanaofanywa kazi hizi ni watu ambao wana hela sana na watu ambao wana vyeo vikubwa sana hapo nchini. Kwa hiyo kwa lugha rahisi ni kwamba ni watu ambao hawashikiki. Punde assassin wa Yohani anafika kumsaidia Sangrak. Hata hivyo akaishia kupigwa tu na Taejong na anaamua kuwaua yeye pamoja na Sangrak kwa kuwalipua. Sangrak anakufa katika moto, lakini Taejong anafanikiwa kuruka nje ya dirisha. Yohani lakini hakufurahishwa na jambo hili, badala yake akamua yule assassin kwa kufanya mambo kivyake. Taejong alipokuwa anatoka akakamata na faili la Sangrak ambalo lina taarifa kuhusu target mpya ya mbuzi wa kafara. Mwanamama fulani anaitwa So Hyun Jung, mwanamke ambaye atashtakiwa kwa uhalifu wa mtu mwingine kama vile ambavyo Taejong alivyofanyiwa. Wakati huo tunatambulishwa kwa mpelelezi anaitwa Huan ambaye anashangaa kuona mashtaka yake ya rushwa yamefutwa na jamaa anaitwa Yohani. Na kulipa huo wema, Yohani anamuomba amtafute jamaa anaitwa Taejong. Mpelelezi Huan anatembelea gerezani ili kuangalia seli ya Taejong, lakini kumbuka bwana mdogo alitoroka na hakurudi gerezani kabisa. Taejong yuko zake mtaani, ameamua kumfuatilia yule mwanamama ili kupata watu wanaomfuata. Kwa msaada wa Yongshik anatengeneza kamera za kispy na kuziweka karibu kabisa na saluni ya bibi huyo, kwa matumaini ya kwamba akiwapata hao watu anaweza jua sehemu ya kuanzia kuwatafuta wale wengine ambao ndio wanapanga madili ya design hii ama anapanga mikakati ya design hii. Siku moja binti wa Yongshik, Eunb, anafika pale walipo, akanachukua pesa kutoka kwa babake kama kawaida yake. Taejong akamdhania kwamba ni mwizi, akamkamata, lakini Yongshik akarekebisha mambo na kumtambulisha kila mmoja kwa mwenzake. Mwanamama anamchukua Taejong pembeni na kumtaka alipe kodi ya nyumba, wakati jamaa yeye mwenyewe hapo anatumia pesa ambayo Yongshik amempa, kisha akampiga ngumi ya uso ili kijana ajue namna ya kujiheshimu katika nyumba zao. Sasa baadaye wakati Taejong anaendelea na ajenda zake, kupitia kamera alizoziweka anaona gari analolitilia mashaka karibu na saluni ya Yeonjung. Pia akaona kuna jamaa wa bike akimfuata dada kila muda na kila mahali ambako anaenda. Jamaa akaanza kwamba hiyo ndo itakuwa namna wanavyomsakizia mtu kwa kuzingatia ratiba yake na kujua atakuwa wapi kwa muda gani. Taejong akaamua kwenda kwenye saluni ya Hyunjung, lakini kufika wakati huu alikuwa ameondoka. Binti yake anaambia kwamba mama alipata simu ya mtu na ameenda kuirudisha huko ambako huyo mtu alitaka aipeleke. Ikabidi Taejong basi amfuatilie chap chap aweze kumuokoa. Huku nyuma afisa Yon na mpelelezi Huan wanafika nyumbani kwa Yongshik. Wanamuuliza kuhusu Taejong na kusearch kutafuta mahali hapo. Mzee anawasihi sana wasifanye hivyo, maana ni makosa kufanya search bila warrant, lakini pia bila kuwa na uhakika kwamba huyo mtu anahusika na kesi yoyote. Wani akalazimisha pale, akakuta bidada Eunb anavaa. Asianze kupiga kelele na kuambia waziwazi kwamba hawawezi kuingia ndani kwa nguvu, akaisha kuwafukuza tu. Yongshik nje anamwomba afisa Yoni kwamba asimtembelee tena, maana hao wanaita shida tu akija. Yeonjung naye anarudisha simu iliyopotea kwa mwanamke mmoja amevaa koti la kahawia hivi ambaye amesimama karibu na kibanda cha chakula, anamshukuru pale kinafiki. Taejong anapita na simu nyumbani, anamuonyesha Yongshik simu na kueleza kwamba hii itakuwa ni ya muathiriwa ambaye ameuawa. Taejong anapiga simu nambari iliyokuwa imepigwa ya mwisho kabisa kwenye ile simu na kumwambia mwanamke wa upande wa pili kwamba ampe pesa ili aweze kuipata hiyo simu yake kama anaitaka. Mwanamke huyo anambia basi bosi wake ambaye anakubali na kuambia watu wake kwamba wamuue huyo mwizi baada ya simu kupatikana. Kisha tunamwona mwanamke huyo akisubiri barabarani akiwa na mfuko wa pesa taslim kwa ajili ya kumlipa Taejong. Maana wao mwanzo walihisi kwamba jamaa atakuwa ni mwizi tu, kwamba kaja kaipitia simu, sasa anataka hela alafu hiyo simu yetu atupe. Taejong anampigia simu na kumwambia ampe pesa taslim kwa delivery guy ambaye anasimama mbele yake. Baada ya kufanya hivyo, anaambia atapata simu yake juu ya baadhi ya visanduku vya barua. Mara tu baada ya mwanamke huyo kupata simu, Taejong akaanza kumfuata kwa bike aone kwamba anaishi wapi. Wakati huo huo, Yohani anagundua kwamba watu wake walikubali kumlipa mwizi huyo ili waweze kupata simu. Sema hilo jambo lilifanyika bila ruhusa yake, jambo ambalo linamkera sana. Yaani kama kuna tabia ambayo haipendi, ni tabia ya mtu kufanya vitu bila matakwa yake. Matokeo yake anaambia muuaji wake, dada mmoja hivi wa Kichina, amuoe jamaa aliyekuwa anasimamia hiyo shughuli. Anamchoma kisu kichwani, kisha Yohani anaambia aondoe uchafu, akimaliza aondoke zake kwenda kwenye shughuli nyingine. Taejong yeye
Bado anaendelea kumfuata yule mwanamke hadi kwenye ghala moja kubwa sana. Huko anaiba moja ya sare za wafanyakazi na kumfuata mwanamke huyo mpaka ndani kugundua kwamba kuna nini hasa humo. Akiwa mule anaona wafanyakazi wengine wakikusanya DNA na ushahidi mwingine kutoka kwenye vitu vya kawaida kabisa vya nyumbani. Anarekodi video kwenye simu yake kama ushahidi, lakini simu yake ghafla inaanza kuita. Ni Yongshik anampigia. Alipopokea anaambia kwamba muuaji yule wa Kichina anajaribu kumuua Hyunjang. Muda huo ambako yupo wale jamaa walipomshtukia, ikambidi kuwapiga wafanyakazi wote ili aweze kutoka sehemu hiyo. Kisha anakimbilia moja kwa moja kwenye saluni ya Hyunjong na kupigana na muuaji yule wa Kichina. Taejong akafanikiwa kumzuia kwa muda wa kutosha hadi ving'ora vya polisi viliposikika. Ikabidi dada akimbie, mambo yasizo kuwa mengi hapo. Yohani huku anapata taarifa ya katrip kadogo ka Taejong kule kwenye warehouse yake. Punde anatembelewa na rafiki yake anaitwa Baek Do-kyung na baba yake. Huyu mzee ni mtu mzito sana serikalini, maana yeye ni mbunge. Anaambia Yohani aondoe mesi yote ya Taejong ifikapo mwisho wa wiki. Lakini Yohani ni mtu ambaye hapendi kabisa kutumikishwa. Yaani yeye ni mtu ambaye anataka afanye vitu kwa jinsi anavyotaka. Yongshik na Taejong wakaamua kuwachukua Hyunjung na binti yake na kuwapeleka nyumbani kwa Yongshik. Kwa kuwa si salama hapo walipo, Yongshik anamwomba Eunbi awaruhusu wakae katika nyumba ambayo anaishi pamoja na rafiki yake. Eunbi anamwomba Taejong maelezo ya kile ambacho anakiona. Matokeo yake akaishia kushare namba yake ya simu kwa babake, jambo ambalo linamfanya Yongshik afurahi sana kwamba hatimaye mtoto wake ameamua kubondi naye. Maana yeye na mwanae ni watu ambao hawapatani kabisa, yani kama paka na panya. Watu wawili hao wanaporudi nyumbani wanaona ripoti ya habari kuhusu mpiga piano mkubwa nchini aliyeuawa, na inavyoonekana mshukiwa mkuu katika kesi hiyo alijiua naye. Taejong anarudi kwenye ghala ambapo anakuta wafanyakazi wote wameuawa katika zamu hii. Pia anakuta kichwa kilichokatwa cha muuaji ambaye Yohani amemuua na bahasha yenye maelekezo juu yake ikiwa na kifurushi cha pesa ndani yake. Ghafla projector inawaka na kumwambia Taejong kwamba Do-kyung ndiye muuaji halisi wa kesi yake ambayo yeye alisingiziwa. Kisha inampa kidokezo cha wapi pa kuweza kumpata Do-kyung kwa kutoa username ya Instagram ya huyo jamaa ambaye anaitwa Do-kyung. Kipindi cha 9 cha The Manipulated kinaendelea na Taejong akiona mauaji katika ghala ya Yohani. Yohani hata hivyo anamtumia maelekezo ya Do-kyung na kumwambia akaunti yake ya mitandao ya kijamii ili kuona kama Taejong atamfuatilia au la. Kupitia akaunti hiyo Taejong anagundua kwamba Do-kyung yuko zake Busan na anaamua kuna zake huko ili akutane na jamaa. Mahali pengine marafiki wa Taejong wanatembelewa na mpelelezi Huang pamoja na afisa Yoni. Wakati wawili hao wanaondoka, afisa Yoni anapiga simu na Taejong ambaye anamwambia kwamba anamtafuta mhalifu halisi na atathibitisha kutokuwa na hatia kwake. Mpelelezi Wang anapola simu na kusikia tangazo kutoka katika kituo cha treni cha Busan ambapo Taejong yuko kwa muda huo ambako alikuwa anaongea na afisa. Kisha tunatambulishwa kwa jamaa anaitwa Seung-gyu, kiongozi wa genge la Busan anayemjua Baek Do-kyung. Do-kyung amewekeza kiasi kikubwa sana cha pesa katika klabu mpya ambayo Seung-gyu anataka kuianzisha, ambayo nayo bado anahitaji pesa zaidi ili aweze kuifanya iweze sasa kuanza rasmi. Anamtambulisha Do-kyung kwa dawa mpya ya kulevya, kisha Do-kyung anaambia aandae sherehe kwenye meli usiku huo. Kule kwenye karakana, Yongshik ana wasiwasi kuhusu Taejong. Eunbi anapendekeza wafuatilie simu yake kwa kuwa iko na jina la Yongshik na wanagundua kwamba yuko zake Busan. Mpelelezi Huang naye anapata wazo hilo hiyo na anapata simu zote mbili ambazo zimeandikwa kwa jina la Yongshik zikiwa ziko huko Busan. Hata hivyo, tunaona kwamba afisa Yoni amepokea picha kutoka kwa Taejong ikiwa na nambari ya kabati pamoja na neno siri. Huko mwingine, Yohani anaatendi huduma ya kumbukumbu kwa wazee wake waliofariki miaka kadhaa huko nyuma. Anko wake anafika pale na kumwambia kwamba asijilaumu sana kwa vifo vya wazazi wake. Lakini anapoondoka, Yohani akamngonga. Baada ya hilo tukio, mmoja ya anti zake anaambia kwamba wafanye michakato ya share za mali mapema sana kabla mambo hayajawa mengi. Baada ya kila mtu kuondoka, nani wa Yohani anampeleka Yohani kwa ajili ya lunch, lakini hamjui ni akidai kwamba ana issue nyingine muhimu sana ya kufanya. Wanafamilia wa Yohani waliokuwa wamekusanyika kwa chakula cha jioni wakiwa wanaendelea na mlo, shangazi yake Yohani anamuuliza nani ikiwa Yohani anajua kwamba yeye ndiye mama yake halisi. Pia anamshutumu sana nani huyo kwa kumdanganya sana Yohani. Yeye hata hivyo anaeleza jinsi ambavyo Yohani alivyomfungulia moyo wake yeye tu kiasi kwamba Yohani alimiminia tindikali machoni na kumpofusha ili asiweze kumwacha. Kisha anamuua shangazi kwa kumchoma na kisu. Do-kyung na Seung-gyu kwa Busan wanapoingia kwenye boti ya sherehe, Seung-gyu anamuona jamaa ambaye kama hamjui hivi ambaye kimsikia Taejong akisubiri pale nje. Kisha anaingia zake kwenye boti kisirisiri na kumkabili Do-kyung akiwasha simu yake ili kurekodi confession ambayo bila shaka Do-kyung ataisema. Hata hivyo, walinzi wanafika haraka sana na Seung-gyu anamtoa Taejong nje. Nyumbani kwa Yohani
Nani anaambia Yohani kwamba moto ulizuka katika nyumba ambayo familia yake ilikuwa ikila na kuua kila mtu katika sehemu hiyo. Kisha anapigiwa simu na Do Kyung ambaye anasema kwamba amekutwa na Taejong na anaomba arejeshiwe pesa yake, maana imekeuka makubaliano ambayo walikuwa wamewekeana. Lakini Yohani hawezi toa hela hivi hivi, ni lazima afe na mtu. Huko Taejong akiwa amefungwa chumbani, Yonshik akawa anawasili na binti yake na mapolisi nao wakawa wanafika. Seong-gyun analazimika kuacha polisi wapekue mahali hapo. Wakati huu Do Kyung akiwa amelewa na dawa za kulevya anaamua kumuua Taejong yeye mwenyewe. Hivyo anaamua ende zake kwenye mashua ambapo alikuwa amemweka na kukuta chumba kikiwa kipo tupu tu kwamba jamaa ameshatoroka. Kumbe Yonshik alimpata Taejong na kumfungua mapema sana kabla hata mwenyewe hajafika. Wakiwa wanakimbia, afisa Yeon na mpelelezi Wang wanawakamata, lakini Yeon anamgonga mpelelezi na hivyo kuwawezesha wote hao watatu kuweza kutoroka. Siku iliyofuata afisa Yeon anaenda kwenye kabati ambalo Taejong alikuwa amemtumia ujumbe mfupi na kupata hati zenye taarifa kuhusu Do Kyung. Kwingineko, Seong-gyu anawatuma watu wake kuwatafuta Taejong pamoja na Yonshik. Kisha Do Kyung anampigia simu Yohani na kumuuliza kama yeye ndio ambaye anahusika na kupanga yote haya, kwamba jamaa ampate na ammalize. Lakini wakati Do Kyung anawaza hayo, Yohani anakutana na wazazi wa Do Kyung kwenye mgawa. Akaanza kuzungumza na mama yake Do Kyung. Kumbe alikuwa na jina zake za siri pamoja na mume wake na mtoto wao, lakini anatafuta gia tu ya kuweza kuwajua zaidi kwamba hao ni kina nani. Usiku huo wanaume kadhaa waliovaa barakoa wanavamia nyumba ya Yohani kwa maelekezo kutoka kwa assemblyman, maana alianza kuhisi tu kwamba huyu dogo atakuwa na kitu, sio bure. Hata hivyo anachukua upanga kutoka katika moja ya sanamu zake na kuwakatakata sana wote hao jamaa. Katika nyumba ya rafiki yake Yonshik anaambia Taejong kuhusu maisha yake ya zamani. Alikuwa ni mlevi, mtu ambaye anapenda kuvuta sigara, mtu ambaye alikuwa hana mwelekeo. Sasa usiku mmoja alipokuwa akipigana na mkewe, alitupa sigara sakafuni na kuondoka nyumbani kwenda kupiga pombe zaidi. Aliporudi, nyumba yake ilikuwa ikiwaka moto na hakuweza kabisa kupata ujasiri wa kuingia ndani na kumuokoa mkewe. Hivyo polisi wakadhani kwamba yeye ndiye aliyewasha kwa makusudi na ndio maana akaisha kukamatwa na kukaa jela. Wakati huo Yohani anatazama kamera footage za Yonshik na Eunbi na anajiuliza kwa nini hawa watu wanaamua kumsaidia Taejong. Yaani kuna love gani zaidi mpaka wao wamsaidie Taejong? Kisha Eunbi anaelekea zake dukani kununua sigara, lakini akamkuta detective Wang dukani. Anaondoka haraka haraka, lakini mpelelezi akamtambua na kukiwasha king'ora. Mpelelezi na afisa Yeon wanaifuata ile baiskeli ya Eunbi, lakini akafanikiwa kwa polisi na kufika nyumbani kwa wakati. Mpaka wakati maafisa wanapofika, wanamuona Eunbi pamoja na Yonshik wakiendesha gari kuelekea kwa fundi ili kupata gari lao lingine. Wawili hao wanajifanya kana kwamba hakuna tatizo lolote ambalo linaendelea na wanadai kwamba hawajui Taejong yuko wapi, lakini kiukweli Taejong alitoroka na pikipiki mapema sana kabla hata watu hawajafika. Baadaye Yohana anakutana na Eunbi na Yonshik ana kwa ana na kuwauliza kama Taejong aliwalipa ili waweze kumsaidia. Wanasema kuwalipa, na Yohani anapouliza zaidi hata kumtaja mamake Eunbi anakasirika sana na kujaribu kumpiga ngumi. Kutokana na ugomvi ambao ulifuata baada ya hapo, Yohani anawajeruhi Eunbi pamoja na Yonshik. Inaonekana kama ni mtu fulani ambaye anaweza masuala ya kupigana. Taejong yeye akafika kwa Do Kyung, maana aliposti tena kwamba atakuwa kwenye sherehe mahali fulani, lakini ilikuwa mtego tu ili aweze kumkamata Taejong. Jamaa kafika pale akawa analazimisha sana Do Kyung kukiri ujinga aliofanya. Alipokuwa anagoma, Taejong akachumua risasi yake ya misumari na kuanza kuwacharaza watu wa Seong-gyu, kisha anaanza kupambana na Seong-gyu yeye mwenyewe. Taejong akamwona Do Kyung yule anaondoka, akaamua kuanza kumkimbiza kwa kutumia pikipiki. Baada ya makimbizano marefu sana ya kutosha, Taejong akamaliza Seong-gyu na kuchukua gari yake. Akalitumia hilo hilo kumpush Do Kyung ambaye anaishia kuungana na lori tu. Taejong anajaribu kupata confession kutoka kwa Do Kyung anayevuja damu nyingi sana kutokana na ajali, lakini anakataa na anaishia kufariki tu. Hapo ndipo Yohani anapiga simu ya Do Kyung na Taejong anapokea. Hatimaye jamaa anatambua kwamba Yohani ni nani hasa. Yohani anampa pesa akiahidi kwamba atamrejeshia maisha yake yote katika hali ya kawaida. Hata anamwomba Taejong afanye naye kazi pamoja, maana ameanza kuona kama ni mtu ambaye ni potential sana. Lakini Taejong amejipanga kwenye shabaha yake na anamhakikishia Yohani kwamba ni lazima atamuondoa. Kama sio kumuondoa, basi ni lazima atahakikisha kwamba analipia kwa ujinga aliofanya. Simu kisha inahamia kwenye nyumba ya kifahari ambapo Yohani anamuua mbunge anaitwa Baek na msichana aliyekuwa naye. Wakati mbunge huyo anafariki, Yohani anakiri kwamba aliwaoa wazazi wake wote alipokuwa na umri wa miaka 16 tu, na sababu ni kwamba wangetoa mali hizo zote kwenye hekalu la Mungu badala ya kumrithisha yeye. Aliwachoma kisu zaidi ya mara 100 na akawa pia anacheka kwa sababu ya kusema hivyo. Kisha akamtuhumu mtu mwingine kwa uhalifu huo. Hivyo ndivyo haja gundua kwamba kumbe anaweza kufanya biashara ambayo atakuwa watu wakija pale na kesi zao ambazo wameua watu, anaweza basi kuwasakizia watu wengine kesi, alafu wakaenda mahakamani na gerezani badala ya wao, kisha wao wakawa wanamlipa. Na hapo ndipo episode ya 10 inapoishia. Na mimi nitakuwa umeenjoy sana kutazama hii recap, na asante kwa kila dakika uliotumia kwa stream recap hii.
Mimi naitwa Winani, hii ni Winani Brand. Kwa heri.